Nyang'anywi. Hamna mtu wa kumnyang'anya, maana kila kilichokuwa ndani ya neno mrithi kimeshahifadhiwa na kusainiwa na kutiwa muhuri kwamba ni halali kwako. Sasa hakuna mtu anaweza kukunyang'anya, ila ukiwa mrithi lakini haujauelewa uweza wako wa kutendea kazi kile ulichopewa, unapewa wasaidizi wa kukusaidia. Kila kitu utakachokitaka utabidi utumie lugha ya maombi badala kutumia lugha ya mamlaka. Kwa hiyo utatumia lugha ya kuomba au kuombewa, kwa sababu uko kwenye kiwango cha watoto, hujakomaa kwenye ufahamu. Ukifika kwenye eneo la ufahamu, haleluya, unaondoka kwenye kiwango cha kuombewa, unayatamka mambo na yanatokea maishani mwako kwa haraka. Na sisi Wakristo wengi hatujawahi kutamani tufike kwenye viwango hivyo. Tumekuwa ni watu wa Kristo tu kwa sababu tumekuwa Wakristo, na hata matatizo yakitupata tunamshukuru Mungu, na majaribu tukayaweka kuwa ni sehemu ya maisha, tukayakubali. Hata uwezo wa kuyashinda majaribu wakati mwingine tunashindwa, na kwa sababu hiyo tunapita sasa kwenye maumivu na shida, mahangaiko ambayo hayana majibu. Tunaingia hata kwenye maombi ambayo majibu yake huchelewa, na yakichelewa mwisho tunakata tamaa. Tunakuwa wahangaikaji sasa wa mambo ya rohoni, hata kutafuta vitu vingine vinavyokuwa vinaitwa vitendea kazi ambavyo haviwezi tusaidia. Lakini tukishapata mtu wa kutusaidia, tukomae, amen, kwa kujielewa. Yesu alisema, akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu ile kweli, na ile kweli itawaweka huru. Kuwa mwanafunzi, kuifahamu kweli, uwe huru.